Sawa. I think it's okay. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, my colleagues in the cabinet, ndugu mwenyekiti, my brother Defki Guru, the chairman of Defki Steel, Wakuja, Governor wa nguvu, Mama Aika, Mzee Papa, ama mbunge wa Voi, jina lake la usiku waitwa Papa, Mheshimiwa Shaki, Bwire na Dan Mwashaku. Mimi, Your Excellency, kwanza niko na furaha sana sababu niko katika wizara ambaye inaweza kubadilisha maisha kwa njia ya haraka na upesi. Nataka nimwambie Mr. Guru ama mwenyekiti wa Defki, madini ya iron ore ambayo utayatoa Taita peke yake kwa kiwango cha factory hii inaweza kukupeleka miaka 40 ama 50 bila kutafuta iron ore kwingine kokote. So number one, you are assured of your returns. It's a wonderful investment. Jambo la pili, tumekubaliana na gavana kwamba mimi sasa gavana, wewe you gazetted a licensing committee ya artisanal miners. Hawa ndugu zangu ambao wanachimba madini yao kidogo kidogo, hata usiwalete Nairobi, wewe kaa hapo wapatie leseni, mimi nimekupatia ruhusa. Na vile vile gavana, tumesikizana, Taita Taveta has an opportunity to become Kenya's newest industrial hub. This one, iko hiyo iron ore. Kopa ndio imejaa kujaa hapa. Manganese iko hapa. Si ndio? Hata the quality of graphite in Taita Taveta is unbelievable. Very high quality of graphite is found here in Taita Taveta. Nimekuambia governor, kazi rahisi. Tafuta shamba, tujipange mimi na wewe na wajumbe wengine, tupate baraka za rais, twende tukawatafute kina Defki na wengineo waendelee kuwekeza hapa. Unajua Mr. Guru, you said something, lakini wewe kidogo you are a businessman. Kidogo utasema kwa mpango. Mimi nilisema jana, hii nchi haiwezi kuendelea kwa kupitia mtandao, haiwezekani. Kwani hii leo hapa ni Facebook imelaunch hapa hii? Ama ni Twitter? Ama ni TikTok? Si ni watu? Si ni kazi ambayo imefanywa kwa ground? Jana walinikujia usiku, walisema wananisalimia, wakanitumia shilingi. Tafadhali leo nirikudieni na 100, wacha kunirudishia shilingi. Tumeni 100 ama 200 na mimi nazingojea. Si namna hiyo. And I want to tell the young people of this country, nchi haiwezi pelekwa namna hiyo. Wewe unakaa kwa mtandao, unakosa uzalendo, you become so unpatriotic. Mimi hapa ni expert kukupitia kwa maneno ya Junet wa kutoka ODM. Mimi nikae kwa mtandao hivi, halafu nimuone Mkenya mmoja hajui mbele wala nyuma, hajui cha usubuhi wala cha usiku, hajui cha katikati wala cha mbele, ati anasema Raila Odinga must fall kwa mtandao. Tena anazungumzia nini? AU. How unpatriotic can you be as Kenyans that even one of your own ako na nafasi ya kuongoza pahali pazuri, kwa sababu ya kisiasa za kizembezembe unaanza kusema they must fall? We will come for you, my friend. Tuko na mdomo kama wewe. Ukileta tunaleta, ukichoma tunachoma. And also nchi hii wacha niseme mimi, na kama wamejama wanaweza bust.
Your Excellency, forgive me. This is the only country that someone takes to social media, anatengeza hapo kaburi, alafu anaombea viongozi mabaya. Na unataka tukuangalie? Ama wewe unakaa hapo, you've become an expert of everything. Everything. Now let me tell you why I have decided to respond to you. Because we go out there, Your Excellency. The last time I was with you in New York, mimi nilipanga wawekezaji kwa room. And 90% of the questions kuhusu kuwekeza katika Kenya were informed by some busy body participation on social media. Tandao tu. Mtu anasema, oh, hii Kenya imezama. Kama umezama ni wewe, my friend. Kenya inasonga. Kenya inasonga. Kama umezama nani? Wewe. Na mimi nawaambia nyinyi, kuweni kwa mtandao, sisi tuko kwa ground. Tuko kwa ground mbaya sana. Na ukituletea noma hapa ndio headquarter. Si namna hiyo? Wakileta noma, wakileta mbaya, wakileta noma, wakileta mbaya. Lakini mimi nataka niwaombe wa Kenya tuwe wazalendo. We must love our country. Hatuwezi kuwa na Kenya mbili. Na alafu unajua saa hii majukumu yako kwa viongozi ambao wako mamlakani. Tumeelewana? Now there's only one way to unseat a leader who's democratically elected. Iko njia moja. Na njia ni nini? Kura, sio? You will not remove this government using social media. Tumeona mimi zamani, Your Excellency, acha nikupatie story. When I was running for governor, mimi kama ningefuata social media, mpaka sasa hii ningekuwa mtaani kule Kisauni, nimekaa kwenye bench na vijana wengine. Because they came for me when I decided to run. Simu, najua mimi kuna jina sijaitwa. Nishaitwa muuaji, nishaitwa sijui drug baron, nishaitwa sijui sijaenda shule, sijui nishaitwa nini, sijui nishaitwa kila aina jina on social media. Lakini Your Excellency, wakati kura ilifika namna hii, ni watafuta wale watu wa mtandao walikuwa hawako, na wale walikuwa tuliwaosha kuwaosha. And this is how viongozi wanachaguliwa. So I want to tell you, as much as mko na sauti, the way Junet said, here, mdomo ni yake, siasa ni yake. Mkisema, tutasema. Mkitukujia, tutawakujia. Mkileta, tutaleta. Si namna hiyo? Wakija, tutafanya nini? Wakisema, wakirusha, wakileta. Mwenyezi Mungu awabariki.